Sawa basi, fanya hivyo. Unijulishe mapema. Haya. Ni Moshi, Kilimanjaro, na hapa tumemfuata bwana Yusuf Ambari baada ya kupigiwa simu kwamba wewe ndo mshindi wa gari kutoka PMBet. Ulipokeaje hizo taarifa kwanza? Nilipokea kawaida. Ila baada ya kuelekezwa kwamba angalia kwenye leaderboard ya PMBet na kuona kweli ID namba yangu, pale ndo nilipoamini kabisa. Ulifahamu vipi sasa PMBet? PMBet nilifahamu kupitia maduka yao. Tovuti yetu ni pmbet.co.tz. Hivi Mdeme unavolia hivyo, uone kama unajichosha? Isitoshe wewe ni mwanaume na ni baba pia. Unatakiwa upambane. Bila kujipambania wewe, ufikiri nani atakupambania wewe? Yaani kinachotakiwa sasa hivi ni kupambana na kusonga mbele, kuangalia namna gani utafanya. Sio kujilizaliza hivyo Mdeme. Na kama issue ni mali, utapambana utapata nyingine. Kwani hapo awali ulikuwa nazo? Pambana baba. Vina, wewe unasemaje wewe? Hivi unajua unachokiongea? Mimi naongea hapa. Unajui jinsi gani ninavyojisikia Vina. Yaani ukiniacha mimi hapa nilivyo na hizi nguo ambazo nilizozibeba, sina chochote. Sio nyumba, sio vitu vya ndani. Yaani sina lolote. Yaani hata nikisema hapa naondoka, naenda wapi? Naenda wapi Vina? Afu unaongea tu eti unasema hivyo vitu vidogo. Vina, yaani usichokijua kinachoniumiza zaidi, mke wangu Vina. Mke wangu. Yaani hata sijui alipo. Sijui nampata wapi. Lakini Mdeme, kuna kitu ukifahamu kwa sisi wanawake. Unajua sisi tunapopata makasiriko kidogo, tunatafuta namna ya kujifariji. Hivi hata mkeo nahisi kabisa kuna sehemu amekaa ametulia. Anatuliza kwanza akili yake. Na kwa sababu swala ambalo limetokea hili, sio swala dogo Mdeme. Ni swala zito. Hivyo mpe muda tu, atakaa atatuliza akili yake, atarudi. Wewe wala haina haja ya kujitesa kiasi hicho. Wewe umesahau kwamba mimi ni mume wake? Alafu kumbuka, mimi ndo zamana yake. Kuna ndugu zake. Sasa hivi kama wananiuliza mtoto wao yuko wapi, mimi nawajibu nini? Alafu unasema eti yupo tu sehemu amejificha. Iangalie kwanza maneno ambayo unataka kuyaongea Vina. Sawa, nimekuelewa Mdeme. Nimekuelewa vizuri tu. Lakini Irene ana marafiki wengi sana. Je, umejaribu kumtafuta huko? Na umepiga simu kwa ndugu zake? Vina, yaani mpaka mimi nimefika hapa, nishapita kila sehemu unayojua wewe, lakini sijafanikiwa kumuona. Sawa, yaani nafika kwako hapa, hii ndo sehemu ya mwisho. Na hata ndugu ambao unawasema, nawapigia simu na wapokei. Unafikiri mimi akili yangu itakaa sawa? Mimi nachanganyikiwa. Sasa mimi nakusaidiaje Mdeme? Yaani sielewi hata namna ya kukusaidia. Kiukweli kabisa. Vina, yaani hata wewe unaongea maneno haya. Kumbuka nimekwambia sina chochote hapa. Yaani hata kama nikisema naenda sehemu, sina hata hela mfukoni kwangu. Lakini hata wewe leo unashindwa kunisaidia. Tena umesema kabisa usiku huu. Nenda kakae na mume wako. Asante sana. Au mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani,
natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka. Unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia Unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. na wapumbavu wa moo. Dunia anguko lako ni kicheko kwa wengine. Dunia wasindikizaji, wapambanaji wa moo. Hey. Yeah. Hii ndo dunia bwana. Odi. Samahani dada, mimi nimepotelewa na mpenzi wangu tangia giza lilivyoingia mpaka sasa hivi. Nimejaribu kupiga simu haipatikani, na hapa unaponiangalia napita kila nyumba kwa nyumba naangalia ndani yupo. Sasa nimezunguka kote hapa, nikaona nije na hapa naangalia tu ndani, nikikuta hayupo haku naondoka naangalia sehemu zingine. Una akili sawa wewe? Au ni unawazimu? Toka umekaa hapa ushe kutuona sisi tumeingiza mwanaume yote hapa. Unatuona sisi ni malaya au? Dada, naomba tuheshimiane. Dada yangu, yani wanawake wa mjini hawaaminiki haki ya Mungu. Sasa mimi nilikuwa naomba niingize hata kichwa tu kidogo niangalie, nikikuta hayupo haku naondoka zangu. Kwa akili zako unafikiria mimi nitakuruhusu kuingia? Ingali mimi ndo nafika. Yaani hata begi sijashusha. Ndo nafika saizi hapa ndani. Unaniambia habari za mwanaume kivipi? Cha kukushauri, labda ukaangalie kwenye chumba cha Danguro hicho. Kweli? Sasa wewe umeongea gachumbali yenye kandimu kwa mbali. Ngoja niangalie huko. Yani mule akili yangu haijawahi kukosea hata siku moja. Yani nilijua moya akili vyote vinanituma mumemfungia mpenzi wangu ndani. Sasa nasema hivi, nimekuja hapa nachotaka ni kumchomoa mpenzi wangu. Yani kabura vya ukoha vijapanda, nikavunja na huo mlango nikaingia nao ndani. Naomba mfungue huo mlango. Na hesabu mpaka 2. Msipofungua nazama na mlango. 1. Kwani wewe chogo chuma? Unataka nini saizi kwenye majumba ya watu? Nisikilize. Yani sitaki kuongea wala cha nini. Ninachotaka niingie ndani nimchomoe mpenzi wangu furu stop. Kwa bwana gani uliye naye? Umesikia sisi tumekosa mabwana amana mpaka tuingize nuksi humu ndani? Wewe una ugonjwa kutetemeka nini? Kafia huko ulipokunywa sumu. Humu ndani uingii nakwambia. Usinichanganye. Mima! Nitakumoa nena wewe. Mima Kwa vipi? Wewe mtumwa vipi kakifaru? Kwa babako unataka kuingia ovyo? Wewe mshamba nini wewe? Sasa sikilizeni. Yani nimegusa engo zote, lakini ukijichanganya kwenye engo ya mpenzi wangu, hapo sishikiki. Yani nachotaka ni mpenzi wangu kabura sijaamusha ndindima yangu. Kumbe betri imeshachaji. Sasa we toka ulivyoanza kutujua, ulishai kuona wapi tunaingiza bwana mrefu mwenye kidevu kama Msomali? Lini? We kama umeishiwa mboga, sema tuje tukupe. Tuna mboga tuna unga Umesikia huko gari unanukia mboga hana huyu. Sasa nisikilizeni nyewe warembo wa kuchovya. Mimi sitaki mdomo na nyie. Ninachotaka ni mali yangu.
Sasa mimi ninamuita mpenzi wangu, niangalie na yeye atanigomea kuitika. Halafu ili nijue naliamshaje. Katunguru. Mbona haitiki, mumempa nini? Katunguru. Vipi? Kuna nini? Limpenzi hilo. Sasa na wewe ulikuwa wapi? Sasa muna bahati. Yaani nilikuwa na wapiga ambakati za videvu na wavunja. Yaani kiasi kwamba mjumbe akija hapa anashindwa kuelewa. Nimewapiga au nimewakoroga kama uji. Wewe, kwa nguvu gani ulizonazo wewe? Labda utupige choni kwa ajili ya mikimba yako, lakini sio kwa nguvu. Yaani utuwezi hata kidogo. Kimba ka tofali, nachoka. Kibwengo kile wajuaje na wapumbavu wa Mungu dunia anguko lako ni kicheko dunia ino dunia huku tena. Unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue. Ukiwa na Ticha Zungu app, itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa wameweka kibango chao kinachosema no English no service. Asa mimi leo naweka cha kwangu. Yes. Get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone. Utanishukuru baadaye. ino dunia Nyie mmepitia wapi? Afu kwa nini mnapenda kunipa pressure? Mna shida gani? Mmekuja saa ngapi hapa? Chukua hizi nguo kavae. Na tuondoke sasa hivi. Nimewachoka. Na nimechoka kupelekeshwa. Siendi popote. Hizi nguo sivai. Mpaka mtakaponiambia mmepitaje mkaingia humu ndani. Na mnachokitaka nini kwenye maisha yangu? Mnataka nini? Nimechoka. Sikia. Tusipotezeane muda na hatujaja kupoteza muda hapa. Hii ni amri na sio ombi. Kavae nguo tuondoke. We baba, nakwambia kula mara moja unabadilisha mboga jamani. Kila siku unakula tu maharage. Mimi sina roho mbaya mwenzi, wewe kula. Hivi zo mimi nachukuliaje? Na kuchukuliaje kivipi? Kukupa huyo kukwa? Zo tulia. Yaani usiongee chochote. Si unanielewa? Hivi kwa upole wangu mundani siongei, sikupigi. Unaniona mimi boya? Umundani hivi unadhani hamna zana yote mimi nikakupiga nikakuafu nikawaziaje? So kama nafanya hivi zo, ani mapenzi yangu kwako. Upendo mwingi sana na kuonyesha umundani. Ila we dharau,
kiburi, unafanya lolote unaloamua humu ndani. Naletea mimi kuku. Najua kabisa hii kuku imetoka kwa mwanaume mwenzangu. Kwa sababu mimi humu ndani leo sijakuachia hela kuku. Unakaa unapendeza. Wanakupendezesha na wanaume wenzangu. Na baadhi yao nawajua. Unaenda mtaani, unasambaza habari zangu kwa marafiki zako, unanisema vibaya na mashoga zako, na unajisifia kabisa. Mfano leo, kila kitu ulichokuwa unaongea na shoga yako hapa, mimi nimekisikia. Unadhalilisha utu wangu mbele ya marafiki zangu mimi. Unakitembeza bure huko mtaani. Na unajua fika kabisa wewe ni mke wa mtu. Lakini hayo yote mimi najua na ushahidi ninao. Lakini sikuwahi hata siku moja mimi kunyanyua mkono wangu na kukuadhibu. Hauna neno mimi fala sana. Zo, mimi najua haunipendi. Lakini ungeonyesha heshima hata kidogo ya kuficha madhaifu yangu. Najua siwezi kukidhi mahitaji yako. Lakini ungethamini jasho ninalotoa kupambania riziki ya kila siku. Sawa? Siwezi kukufikisha vile unavyotaka. Mimi sio mwanaume wa ndoto yako. Lakini mimi huyo ndio niliamua kukubeba, kuishi na wewe hapa, kukupenda, kukujali vile nilivyobarikiwa, kuliko hao unaona wewe unawapenda. Sasa kabla sijafanya maamuzi magumu yakakudhuru wewe au yakanizuru mimi, nahitaji unijibu kitu kimoja. Ni kuandikia talaka yako sasa hivi na urudi kwenu? Jogo kawika mama subiri chumbani, mana leo lawama ni kwa majirani. Ulivyo mzuri mpaka naogopa shetani, na vile una nyama tusuge na viwimbo vilivyoko hot. Kama utavipenda nitavisetelo, usije ukaniremba na video za snap, watanionaje? Hivyo videko na maringo vinaniacha hoi, shusha pazia maki vindankoi. Ukitaka tena usinione so nitakuonaje? I go make you love, si unapenda story, hata nikilai utaenjoy. I go make you happy, si unapenda story. Wakina mama, washirika wenzangu, huyu ndio yule binti yetu. Cindy, salimia. Shikamoo.
Nimetii. Ya Super Royal Sports ambayo ilichezeshwa barozi wetu Abigail Chams siku ya Julai 5. Kwanza sikuamini na nijisikia faraja sana. Nakumbuka nilikuwa ninaona mechi ya Ujerumani. Kwanza nililala bila kula na nililala bila kuoga pia. Nikiwaza ni kweli hili jambo ni la kweli. Unajishughulisha na shughuli gani? Mimi ni mfanya biashara wa nafaka. www.pmbet.co.tz. Kupitia hapo unaweza ukaweka bashiri zako, huenda wewe ukawa mshindi wa draw ijayo. Sweetie, asante. Hivi unajua ni pazuri? Yaani usiniambie umefanya vitu mwenyewe. Na imekuwa lini bwana, nilikuwa sijui kitu. Yesu wangu. Wewe. You know what? Nilinuia sana hii siku ya leo kwa ajili yako mke wangu. Na nikasema lazima niifanye hiyo ya kitofauti. Kwa sababu kila siku tumekuwa tukiishi maisha yale yale. Kuna namna nikawa naona sikutendei haki. Kwa hiyo it's true. Preparation ilikuwa ni ya muda mrefu. Almost 2 weeks ago. Nilifanya booking na nika command like a boss. Kama bwana mimi nataka nifanye hii session humu ndani. Kwa hiyo sitaki mtu mwingine yote ashughulike na jambo lake. Ndio maana ukiangalia hapa tuko sisi wawili tu. Labda na hawa watu kwa ajili ya sound. Mimi nakupenda bwana. Asante. Umefanya kitu kikubwa sana babe. Unajua sijawahi kufikiria kwamba siku moja sijui utanileta hoteli kubwa kama hii, utaniendelea vitu vyote hivi. Hawa dada. Asante. For what? You deserve this, my love, by the way. Na expect hii siku ya leo itakuwa ni siku yetu ya kumbukumbu. Moja kati ya siku muhimu sana na bora ambazo hazitosahaulika kati yetu. Ndio maana nikaifanya kuwa ni siku special kwa mtu special. By the way, kuna zawadi hapa. It's been a long time. I know you like flowers, red and white. Your favorite smell? Yaani huwezi amini. Muda wote nilikuwa nataka uniruhusu tu nizishike hizi zawadi babe. Thank you. Okay, sorry. Asante sweetheart. I love you. Sasa hii hapo siishike hivyo. Itakuwa mzigo, itakuchanganya. Niweke hapa. Oh, niweke hapo. You just put it.
this one. Shauti sasa la zawadi hii. Unataka kuifungulia hapa? Yes. Babes, tuende nyumbani nikafungulia nyumbani. Kuna nini? Kila kitu ambacho tunakiandaa leo hapa ningependa pia kimaliziki hapa hapa. Kwa hata hii zawadi ifungulie hapa hapa. Hii nyumbani ni masuala mengine tena. Okay. Akatana nini sweetheart? No. Mbona bashi imeandikwa taraka? Siku tuliofunga ndoa mimi na wewe, tulikubaliana kuwa hii itakuwa ndoa ya watu wawili. Lakini pia tulithibitisha hili mbele ya mashahidi wa kimungu na wa kilimwengu, kwa hatutoruhusu kitu kingine chochote kiingilie maungano yetu yanayotuunganisha kuwa mwili mmoja. Na tulifurahia sana kipindi tunafanya kiapo bila kujua sayari hii ya ndoa ina vitu gani ndani yake. Lakini sasa baada ya kuingia ndio kuna vitu vingi ambavyo nimejifunza na kuvi-observe ambavyo sikuvijua kabisa kabla. Nimejifunza ndoa ina siri kubwa sana. Siri ambazo si kila anayeingia anaweza akakwambia. Na kila ndoa huwa na siri zake. Na wahusika wenyewe ndio wanazijua. Wapo ambao wanavumilia na wapo ambao zinawashinda wanaamua kuziachia. Nimejifunza pia kuna vitu vingine ni vidogo sana ambavyo katika jicho la kawaida watu wanaweza wakavichukulia poa, lakini in reality vina athari kubwa sana. Mathalan, tendo mke wangu ni kitu ambacho kinakamilisha ndoa kwa 70%. Na tendo linaimarisha zaidi ndoa. Lakini tendo hilo hilo ndio linaweza likaharibu kabisa ndoa kama wanandoa msipokuwa makini. Na ndio maana baadhi ya wanafalsafa ya masuala ya kiroho wanaamini na kusema kwamba mtu anaposhiriki tendo la ndoa na mtu mwingine, kuna namna unaenda kuweka maungano mapya yanayoenda kuvunja lile agano lako na ungano lako hasili la mwanzo. Na hii inaenda kukufanya wewe usiwe peke yako tena. Usiwe mwanandoa halali. Usiwe na connection iliyokuwa real. Ni kwa sababu tayari umeshaenda kuruhusu malango mengine yaingie ndani yako. And I admit and surrender kwamba mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza kukosea. Yes, nilitoka nje ya ndoa kutokana na changamoto zilizotokea. I don't want to talk about it. Lakini nilitegemea kwa hekima yako labda tunaweza tukasolve. Lakini njia ambayo ulitumia kusolve ikaongeza tatizo zaidi baada ya kutoka pia nje ya ndoa. Kwa hiyo definitely sisi wenyewe tumeamua kuiharibu ndoa yetu. Na kuna namna tunaweza tukalazimisha kusema labda tuendelee kuishi, kwamba tufumbe macho na tuzibe masikio kiasi ambacho tusahau yaliyotokea hayo kutokana na ujinga wetu. Na sio kama sikupendi, Violet. I love you. I do love you.
Lakini kiuhalisia wanawake nyinyi huwa ni wepesi sana wa kusamehe, lakini huwa msahau. Na sisi wanaume huwa ni wepesi sana wa kusahau, lakini huwa tusamehe. Never. Kuna namna ambayo najitahidi kujisahaulisha kuhusiana na aliyotokea, lakini kiukweli moyoni mwangu bado sijakusamehe kwa ulichonifanyia. Ili kuyaepusha haya yote, naona ni bora tu tukaachana, ili kila mtu sasa awe huru na maisha yake, kwa sababu tayari tumeshaharibu na sio rahisi kuunganisha tena hili jambo. Kuna namna Violet mimi na ukosa wanaume wangu ndani yangu kuhusiana na hili sakata. I don't feel proud as a man. I don't feel proud to having a wife ambaye tayari watu wengine pia wanamjua. Labda pengine huu ni udhaifu wangu mimi, lakini I truly done for this. Kwa hiyo kuhusu swala la mali, ambazo pia ilikuwa ni moja kati ya vitu vikubwa vilivyoleta crushes, sitochukua mali yoyote mama kutoka kwako. Mali zote mimi nitakuachia wewe, kuanzia nyumba, mashamba na kila kitu ambacho tuliandikishiana, zote zitabaki kwa kwako. Mimi nitaanza upya kabisa, kwa sababu mgogoro wa mali ndio pengine ulikuwa unafanya ndoa siwezi kuachika hii. Lakini to be honest, mimi sikuwa nataka mali, mimi nilikuwa nataka zaidi ya amani. Lakini kadri ninavyozidi kwenda naona naikosa amani. Kwa nimechagua kukuachia mali ili niendelee kubaki na amani yangu. So, nisamehe kwa kila ambacho nimekosea. Na ndio maana nikasema leo hii ni siku yetu maalum sana, hususan kwako. Na moja kati ya zawadi ambayo ilikuwa ni maalum sana ndio hii hapa ambayo nimekupa, ambayo pia ulikuwa unaidai kwa muda mrefu. Kwa hiyo naomba unisamehe sana kwamba nimeyakosea. Lakini pia nakushukuru sana kwa ulionitendea. And happy birthday, Violet. Chris Bando bei Kitonga. Hii ni kwa watumiaji wa line ya Halotel. Kama una line ya Halotel, unaweza kupata GB 10 kwa shilingi 10,000 tu. Na GB hizo zinadumu ndani ya miezi 8. Si unaelewa? Sasa ili uweze kupata hizo GB 10 na MGB, unachotakiwa kufanya hivi ni kulipia. Unalipia ndio unaungwa. Na kwa mawasiliano zaidi, namba za Chris Bando hizi hapa: 0717 04 80 48. Namba nyingine hizi hapa:
0615 75 4303. Mimi namwamini Chris Bano. Wewe ni nani? Hebu twendeni tukajilambe jamani na mijibia. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia ino dunia, dunia ino dunia. Yeah, ino dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo, kurudi home nachelewa, nyamuwezi elewa. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia